as we wind up, vile umesema na nauliza tu kuhusiana na hiyo presidential candidates wa opposition. You're talking about Matiang'i. Why do you think Matiang'i is the best suited man to be president of Kenya? Lakini unajua let me go back to the history of Matiang'i. You know, Matiang'i was a less person who was not known up to the time when he was appointed minister for ICT. I don't know whether you remember. Before that, Matiang'i hakuwa anajulikana. Ile watu walikuwa wanajua wakina Matiang'i ni watu kama sisi wa Kisii, because we come from Kisii. And you know, yeye alikuwa ile Ford, ile ya Nigeria. Ilikuwa inaitwa Ford people. Yeye ndiye alikuwa CEO. Nigeria alikuwa amemwandika. Then later when I entered to parliament, just before I entered to parliament, that time I was told Matiang'i alikuwa anafanya na Suni. Suni is Suni sponsors members of parliament to they teach members of parliament about many things. So Matiang'i akawekwa ICT. That's the time watu walianza kusikia kusikia amepewa minister anaitwa Matiang'i. And you people, you are of the press, you want your press to know what he did about teaching. Wakati alikuwa anasema mtoke Arama to teach them, tukaleta shida sana, tukasema iwezekani understand his food. Na siku hizi what you are enjoying is because of his food. Si ndio? Si kweli? Si maneno mzuri na kwa sababu yake. Kama angekalia chini, so Wakenya wakaanza kumjua. Then he was taken from there, the Minister of Education. And you could see in education, that's why I could even see him making a lot of noise yesterday. Because wakati ya education ni wakati ya Matiang'i, he reformed it. Hivi yote nafanywa hapa up to last year mtihani ilikuwa imetolewa. For the first time, tulianza kuona mtihani inatolewa just before Christmas. Mtu akienda Christmas, unajua mtoto wake ametolewa na ameitwa shule fulani. There were no issues kama hiyo unaona. So Matiang'i akafanya mzuri sana in education sector. And you know, that man is amazing. By the way, I can say he's my mentor. What I'm doing here, like I wanted to leave personally just before the Christmas. If the letters had come out, I told him hapo. Kila mzazi angeenda nyumbani kama hapo na hii cheki ya 2500. Mimi nafuata footsteps za Matiang'i the way he used to do it. And because he's my buddy, we come from the same area, I used to ask him, you know, I used to be the way he used to do things. Nilikuwa nashangaa nasema why atulitaka kupeana mtihani kabla tuende Christmas, na akasema yulipui. Every time tukiendelea mtihani ikifanywa, ukienda kwa ofisi ya Matiang'i ungemkuta. Matiang'i you could go and stay in mtihani hapo. Wanafanya ile inaitwa nini ile unataka kuona vile ataenda kufanya. Akipeana mtihani kama saa hii ametangaza after 1 hour unaanza kuona mahali mashule yamechukuliwa. After that 1 hour you download the letters. So umejipanga. Amejipanga, you know. Yeah, alikuwa watu wakaanza kusema hii ni mtu gani anafanya. Matiang'i akubisi ni Mombasa. One time I saw him in Mombasa presiding a function at around 5 akamaliza. Then in the morning alikuwa hapa kambi ya moto. Then I was like, I thought you was in ulikuwa huko. Akasema no, I travel. Ana travel kutoka Mombasa ndege ya usiku. Anakuja anafika Nairobi. Anakuja hapa, he comes and freshens at one of the hotels here. Then at 5 in the morning ako huko ndiye anafanya kazi. That man knows, anajua kufanya kazi. Angalia wakati ya security, wakati alikuwa minister for security. Matiang'i, you could call him a citizen who walks in the streets. You could call Matiang'i and pick your phone. Akuulize ni nani, umwelezo mwambie mimi ni Asiba, nimekuja hapa nimekosea hiyo, anasema huko wapi, niko kapteni wa police station. Nenda kwa hospitali. Ukienda pale hata kuna mwelezo anasema ongea na wasili, hata mtu anashangaa, anakuza anasema ni nini. So watu wakamjua that ni mtu anafanya kazi, ni mtu anatenda haki. Matiang'i huwezi kwenda hapo mwelezo mwambie ati mimi ni mkisi, nimepata shida, nimefanya kitu mbaya nisaidie, hata kumwambia no, that's wrong. This is a no nonsense person. And we are following his footsteps. Sasa wakati yeye iliisha, yeye akaenda akaandikwa alikuwa New York, and precisely he was in one of the tallest building, one of I think he was in 7 something floors. Mahali alikuwa ofisi yake, hapo ofisi
kama hii yote ni ofisi ya Matiang'i. Hii nyumba yote unaona hapa, lakini bila Amerika wanaweka vile. Basi Wakenya walileta shida, wakasema Matiang'i kuja Kenya kuja usimame kura. Matiang'i alijaribu kukataa, lakini watu wakaleta shida, they went to the streets demanding to come. So Matiang'i si yeye anajileta, na si wakisi wanamleta, na si Arama anamleta, na watu wasione vibaya nikisema. Najua si mimi nimemleta, si yeye amejileta, si wakisi wamemleta. Kenyans are demanding on the way he did his work before. Vile alifanya kazi. Tunasemaga election in Kenya or anywhere else is a game of numbers. You being a politician, you know that. Looking at that is an assumption. What I'm going to I'm a member of parliament in Nakuru West. Yet wa sisi wengi. You did know. Najua watu wengi niliona wanasema juzi, wanasema ati Arama anachukua kura na Nakuru West because wa sisi wengi, no? I thought so. No, that is wrong. Kwa hii area yako Wakikuyu ni wengi, and they fought for the last person. Sasa angalia mahali anaitwa London where I stay, hao ni Wakikuyu. Kuja sasa ni Wakikuyu, enda Maliki ni Wakikuyu, Kaptebo eko Wakikuyu almost 20%. So how can you tell me that the game of numbers, that it was sababu wakisi they are not the men. It's the way watu wanafanyia watu kazi, and they have done it 3 times. Last time I fight with my friend who was an MC in Shaba here, where we are in Shaba before. Wakikuyu ndio wengi, 90% ni Wakikuyu. And I beat him. Na yeye ni Mkikuyu nikamshinda. So hii maneno ya numbers ilikanota hata wacha nikuulize, William Ruto alipata kule zote, alipata ni wakati nilipeleka yako kupigia kule. He got more numbers from Central. Numbers ile tunahesabu namna hii, he got more people in Central voted for him, yet it's not that. Hii maneno hii matrix ya kwanza kusema ati Wakikuyu wanachukia makabila mengine, wanachukia William, ni sahi watu wameanza. When they were voting for him last time, walikuwa wanajua yeye si Mkikuyu. They voted for him, no, with a courage. So the matrix of now turning around kuanza kusema ati Wakikuyu wako na ukabila. Hawana ukabila, Wakikuyu they don't have. They voted for me here to the last person, and they voted for me when I was in ODM. When I came to Tibiru and Nigeria, na saa hii, I didn't think that they would vote for me because I think I'm doing the right things. So do you think he can marshal enough support for him to become president? Why not? I'm telling you that you don't need to have you. Kama ingekuwa ati ni community peke yako ndio wanakupigia kuwe president, William angekuwa. Because William was voted in by the mountain. He got almost 5 million votes from the mountain. Ukiongeza na ile ya Nakuru hapa wala Wakikuyu. Tusiwaze maneno ya mountain. Tuseme ile Mkikuyu alifika moja. Ile wewe kulikuwa ya UDA. Yet they knew that William Ruto was not